Ndani yako kuna kitu cha pekee. Kuna ukweli ambao watu wengi husahau katika maisha. Wanaangalia watu wakubwa duniani na kufikiria walizaliwa tayari wakiwa na kila kitu, yaani nguvu, akili, fursa na uwezo. Lakini ukweli ni tofauti. Wengi wa watu waliobadilisha dunia hawakuanza wakiwa wakubwa. Walianza kama watu wa kawaida kabisa. Kilichowatofautisha ni kitu kimoja. Waliamini kile kilichokuwa ndani yao na wakaamua kutenda. Hatua ya kwanza: tambua kuwa ndani yako kuna uwezo. Kila mtu ameumbwa na kitu cha pekee. Kuna kipawa, uwezo au wazo ambalo Mungu ameweka ndani yako. Tatizo ni kwamba watu wengi hawajiamini. Wanajiona wadogo, wanajiona hawawezi, wanajilinganisha na wengine. Lakini ukweli ni huu: uwezo mkubwa mara nyingi huanza kama wazo dogo ndani ya moyo. Hatua ya pili: amini kile kilicho ndani yako. Tazama mfano wa Nelson Mandela. Alikuwa mtu wa kawaida kutoka nchini South Africa, lakini ndani yake kulikuwa na maono ya haki na uhuru kwa watu wake. Kwa sababu ya msimamo wake, alifungwa gerezani kwa miaka 27. Watu wengi wangeweza kukata tamaa, lakini yeye hakupoteza imani yake. Aliendelea kuamini kuwa siku moja taifa lake litabadilika. Baadaye alitoka gerezani na kuwa rais wa nchi yake, na akawa alama ya maridhiano duniani. Alisema maneno haya maarufu: "It is always seems impossible until it is done." Maana yake ni kwamba mambo mengi yanaonekana hayawezekani mpaka mtu aamue kuyafanya. Hatua ya tatu: chukua hatua. Kuamini pekee haitoshi. Lazima uanze kutenda. Anza na hatua ndogo. Jifunze, fanya kazi, jaribu tena hata kama umeshindwa. Kila hatua ndogo unayochukua leo inakusogeza karibu na kusudi lako. Hitimisho: usijidharau. Usifikiri kuwa wewe ni mdogo sana kufanya kitu kikubwa. Ndani yako kuna kitu cha pekee ambacho Mungu amekiweka. Amini kile kilicho ndani yako. Chukua hatua kila siku. Endelea kusonga mbele hata kama safari ni ngumu. Na kumbuka hii daima: imani yako na juhudi zako ndizo zitakazobadili ulimwengu. Karibuni sana Hadora Education. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwa wengine.